mambo vipi? Upo na ofisi wa 10 hapa na karibu sana katika msimu mpya wa stories zetu na fashion. Na leo niko na mabosi zangu. Sijui niwaite mabosi, sijui niwaite matajiri zangu hapa. Wanamuita CG Lichie 6 fundi ni moja tu Imani Kajo. Yes. Na leo tuko hapa kwa ajili ya kukupatia story nyingi na usitoke, endelea kubaki na sisi ujifunze vitu vingi. Na leo tunawajadili mafundi. Tunatujadili sisi. Mafundi kushona. Tunatujadili sisi. Yes. Yani unajua waliposema leo tunawajadili mafundi. Akili imeenda mbali sana. Mafundi kushona. Kumbe mafundi kushona. Yes. Yani unajua anyway mimi unajua akili zangu mbaya sana. Kwa nini? Niliwaza vitu vingi. Utakiwa kuwaza huko sasa. Wewe mtoto wa kike hapo umesema unazungumzia mafundi. Mafundi nini? Mafundi nini? Au wa Kikongo? Au wa Kikongomani. Kushona. Kushona, okay sawa. Okay. Na tuna maswali ambao tumekuwa tukiulizwa sana na yani asilimia kubwa ya watu wamekuwa wakijiuliza swali ambalo na mimi pia huwa najiuliza. Na leo tukasema tushare na nyie na mtupatie mawazo yenu pia na nyinyi, kwani mnaonaje na mnaweza mkawashauri nini hawa mafundi. Na mimi tutapata conclusion ilo kamili inayoeleweka, si ndio? Ndio kabisa. Ukikaa na fundi ni moja tu afu akaa na CG Lichie 6 hauwezi kukosa vitu ambavyo vinaeleweka. Na maswali kadhaa. Sawa. Swali la kwanza kwa mafundi sasa. Kwetu sisi kwa mafundi kushona. Unasema kwako fundi mmoja tu. Kwako fundi mmoja. Yes. Hivi ni kwa nini mafundi kushona wengi na asilimia kubwa yani wako rafu? Ni wazuri au? No, wako rafu. Rafu kivipi? Rafu kivipi? Rafu kuanzia mazingira. Mazingira ya nini? Mazingira ya kazi. Okay. Na kuna hii ni person about what? About kuvaa. Unaelewa? Unakuta mtu hayuko smart. Yani anavaa ile mradi tu. Yani achukulie. Sasa hiyo swala la kuvaa sio mafundi tu. Swala la kuvaa ni kila mtu, kwa sababu mimi ninachokiamini haijalishi. Mimi kuna mwalimu wangu mmoja hivi alikuwa ananiambia kwamba unapoamka hata kama huna sehemu ya kwenda, hata kama unatoka tu, jitahidi upendeze, kwa sababu huwezi kujua utakutana na nani. Sawa Kwa hiyo hilo swala la kuvaa tusizungumzie ni mafundi tu, kwa sababu ni watu wengi. Mimi naweza nikawa nimetoka tu nimeenda popote na kukutana na watu tu wanazula wako ovyo. Vipi kuhusu wao? Nasema ile ni sehemu yake ya kazi kama kazi nyingine. Mwalimu anapotoka. Kwa hiyo unachokimaanisha unamaanisha kwamba tujaribu kuheshimu sehemu ya kazi. Yes. Si ndio? Ndio. Sasa tutafikia huko, bado swali langu halijajibiwa. Si ndio? Ulitaka lijibiwe yani swali la kwanza. Kwa nini mafundi kushona wengi na asilimia kubwa hawajipendi, wako rafu? Yani kuanzia usmart wao. Lakini mimi naweza nikawajibia kwa sababu penye miti mingi hapana wajenzi. Hapakosa. Yani ukiwa na maana gani? Nikiwa na maana kwamba fundi seremala analia chini. Yani mfundi anayetengeneza meza yeye kwake analia chini, yani hana meza. Unawafika gani? Ushakutengeneza. Unajua mimi nilifanya vitu vingi. Lakini sio kweli wao. Anyway, tuachane nayo. Of course unachokisema kiko sawa kwamba asilimia kubwa yetu sisi mafundi tuko rafu, kuanzia sisi wenyewe na ofisi zetu. Labda tujadili kwa nini ofisi zetu zinakuwa ziko rafu au sisi wenyewe tunakuwa tuko rafu. Unaweza kutusaidia bosi? Ni mtazamo wa kifikra pia, kwa sababu wewe ulivyokuwa ulikuta watu wanafanya vitu fulani na wewe ukawa unafanya kwa sababu unahisi ni sahihi. Kwa hiyo na mafundi pia wanavyokuwa wanakuta wanafundishwa na fundi ambaye yuko vile vile. Kwa hiyo naye anahisi ni sahihi katika ile hali. Kwa hiyo mazoea yanajenga tabia. Then ndio hivyo. Anaendelea kuwa hivyo.
kweli unachosema kinaweza kuwa kweli, kwa sababu mimi nilikuwa nafundisha na mwalimu ambaye anajipenda, of course, anachokea nini anakuta amekuja ofisini amelamba. Kwa hiyo hata wewe pia una lakini hiyo sio, siwezi kuiweka 90% kwa sababu kuna watu pia tulifundishwa pamoja, lakini walikuwa hawezi kuvaa vizuri. Haijalishi wana hela au hawana hela. Kwa hiyo hizo ni hata hizo, alafu unajua pia mtu kuvaa vizuri pia huwa ni mtu mwenyewe anapoamua kupenda. Yani kwamba kama anapenda kuvaa vizuri atafanya kila namna anaweza kuvaa vizuri. Unaona, hata kama ni nguo ya bei ndogo, mtu atapenda kupendeza. Ile pale mimi nadhani sababu inapelekea vile kukosa elimu. Yani na ile kwamba elimu ya nini? Ya kujitambua. Mimi nahisi kujitambua na jitambua anatoka kujitambua ajitambui kwa sababu watu wanapuuzia, unaelewa? Au tufanye ajitambui kivipi? Ajitambui kwa sababu nisikilize. Nikutolee mfano mmoja. Wakati mimi niko hapa mjini, of course ilifikia hatua mimi nahisi ni swala la maisha, kuwa busy sana kutafuta kipato nayo inachangia. Kabisa sure. Sio kweli tu. Sababu yako ni ipi? Sababu ni kwamba watu wanapuuzia, unaelewa? Ni kwamba ameshachukulia ufundi kushona sio sana kazi zingine. Yaani kwamba ni kazi ya mtu wa kawaida, ni kazi ya mtu ambaye hana maisha, yani ni kwamba mtu aliyokosea maisha, ni kiasi kwamba hana sehemu nyingine ya kushika, basi nitafanyaje sasa? Ngoja ni Kwa hiyo nataka kuniambia kwenye sekta za serikali, service, kwenye sekta za serikali waliofeli wote wanakimbilia walimu. Nisikilize. Yes, okay. Alafu kwenye maisha sasa waliofeli wote wanakimbilia kushona. Mitazamo ya watu. Yaani unajua hata sasa hivi kwa mtu ambaye unajua, yani mtani kwetu hii swala la lililokuja la kwenda VETA, watu kidogo sasa hivi na wabeba na watu waone hata hebu kwenda kusoma VETA. Lakini kwa zamani kabla ya hii issue ya kwenda VETA ijaje, ilikuwa ni ngumu sana. Yani ukuta mtu yani anakwambia mimi nasoma VETA. Yani unamuuliza unasoma wapi? Nasoma VETA. Yani mtu anaonekana VETA, yani kwamba umekosea maisha kiasi kwamba yani wewe basi yani umeshashinda kila kitu, umeamua kufanyaje? Ukimbilia VETA, umeenda kusomea ufundi, unaelewa? Ndio maana nikasemaje sasa kwamba hizo mitazamo yote, hiyo mitazamo inakutwa na watu. Yani kwamba wewe unapokuwa unakuta watu ndio wako unaishi hivyo, unaona kwamba okay, hata ukiwa nyumbani wanakuambia soma usije ukaishia VETA. Usijiri 6 unasema tunaathiriwa na mazingira ambayo tunayotoka. Sio kwamba harakati za kutafuta maisha ndio zinazotufanya. Hapana, kwa sababu we don't care nani atasema nini, mimi hata niende na kipenzi kazini au mimi niende. Unajua iko hivi. Nisikilize. Unajua tunachukulia hizi kazi za ufundi stadi kama kazi mbadala. Hatuchukulii kama official kazi kama wale ambao wanaenda benki, wanaenda kwenye corporate kazi zote za corporate, unaelewa? Lakini kama tumekuwa tunachukulia kwamba haijalishi una kiframe kidogo, unapoamka ni unaenda ofisini, sehemu ambayo unaweza kupatia maisha, hiyo ni ofisi yako, haijalishi ni nje kwenye kibaraza. Kwa hiyo unatakiwa uheshimu kutokana na kwamba ile inakusababisha wewe unapata kuishi. Sasa ngoja nikupe nani hapo. Benki na hizo nani taasisi zingine zina mitaala ya mavazi ambayo kija lazima uvae. Kwa hiyo ndio maana nilitaka kusemaje pale mwanzoni ukanikatisha. Nataka kusema kwamba kwa mfano wewe ukiwa na sehemu yako ya ushonaji, sawa? Unahitaji watu wabadilike hivi. Unaweka tu list ya mavazi ambayo yanatakiwa kuvaliwa katika sehemu ile. Mtu atakuja amevaa vile. Kwa sababu kuna watu wengine wanataka msukumo. Yani bila kumwambia hawezi kufanya. Umeelewa? Lakini kupitia kufanya vile atajikuta tu anapenda kuvaa vizuri kwa sababu kwa sababu wiki nzima atakuwa anavaa vile. Umeelewa? Kwa hiyo ataona ni hali ya kawaida. Umeelewa? Kwa hiyo lakini akiwa anakuja kwa mfano anakuja wewe anajipangia anakuja nyumbani
Sasa hebu Chanavaa kile anachohisi kwamba kwenye mazingira yetu ya Dar es Salaam hapa. Afu sisi utuambie tuvae koti labda suti au tuchomekee ofisini. Hilo joto la damu nalionaje? Sio lazima kuvaa suti, sio lazima kuchomekea. Unajua unaweza ukavaa au mimi ndo sijui kuwa smart. Kwa smart sio kuchomekea. Unatakiwa kuwaje? Kaka smart. Always anakuwa amechomekea. Kwamba kuchomekea ndio smart wenyewe. Au hapana hapana, kwa smart nisaidieni. Unajua tunaweza tunaongea kumbe mwenzeni sijui kwa cha kwanza kuwa smart hakuchangii na mavazi peke yake. Sawa? Kunachangiwa na unavyotembea, unavyoreact, umeulizwa kitu umetukana unavyoreact, unavyoongea, sawa? Na mavazi uliovaa, unaapiaje wapi, unatokea wapi, hivyo. Hiyo ndio tunakuja conclude kwamba huyu ni mtu smart. Sawa. Kwa hiyo haijalishi umetumia. Kwa hiyo nikawa nimevaa kipensi. Ukaongea vizuri. Na ukawa smart. Ukaongea vizuri, ukafunga rasta vizuri, safi. Kwa sababu hizo sio ndevu kaiachia. Safi tu. As long as ni safi. Sio chafu. Hazina kama hizi zangu. Hivyo. As long as ni safi. Unakuwa smart. Basi nimeshaelewa. Kwa hiyo kumbe tatizo sio kupata mavazi makali au nini, namna tu ambavyo wewe una behave, si ndio? Kuna mtu akasema kwamba watu wa mafundi wanakuwa rafu kwa sababu gani? Kwa sababu ile anatia huruma. Yaani kwamba mtu akifika pale asione kwamba yule fundi mbona kama ana hela sana, si unajua kuna fundi anamwambia nguo shilingi ngapi? 300, 500, anaona hapana. Lakini akikuta kwenye hali ile sasa wewe huko yani hujajizingatia mwenyewe huko yani hivyo, hata ukisema 300 atasema kweli. Hivyo ni hapana, hiyo ni vice versa. Yaani ukisema hapo, yaani ngoja nikwambie watu walivyo waajabu sasa kwenye hiyo imeileta. Ukiwa umeweka mazingira ya hovyo, sawa? Mtu atakulipa hovyo. Automatically hata kama unashona vizuri, mtu atajua unashona hovyo. Kwa mtu salini danganya au nini mtazamo wake? Itakuwa nini mtazamo wake? Ila of course hapo sasa mlivyokuwa mnaongea wakili ilikuwa na lobby. Nimetembea ofisi nyingi, of course sisi mafundi tuko rough sana, kuanzia sisi wenyewe lakini pia ofisi zetu pia. Of course unakuta fundi unakuta fundi yuko kwenye frame ni nzuri, ambayo ukiangalia kabisa anaweza akapangilia labda meza ikae pale, fitting pale, chirani ikae pale, hii sehemu ya kuongelea na wateja, yani akapangilia tu mazingira yakawa mazuri, akatengeneza tu hata kama hakuna hela, lakini mazingira yakawa ni mazuri. Hivyo unajua hiyo nayo ni kazi ya mtu. Sure unakuta labda yeye hajui kupanga ofisi yake. Kwa sababu hiyo inamhitaji designer kwamba hapa weka hivi hapa sema. Hapa inahitaji designer. Sure mwanangu. Kweli. Kwa maana sasa hivi unaongoza kuna event planner. Kwa mfano vitu kama unahisi event planner anakuja kufanya nini kwenye event? Kwamba wote hamjui. Hapana, yani unashindwa kujua hapa hichi. Sasa wewe unasema kwa sababu unajua, alafu wewe ni mwanamke pia unajua. Mwanamke zote anatakiwa awe designer ya nyumba yake. Mwanaume anatakiwa kuwa designer. Sisi wanaume mwanangu unatoka kazini. Ndio mitazamo yenyewe tunazungumzia. Unatoka kazini unakuwa boxer unaweka hapo. Alafu unataka eti kwamba unatoka kazini umechoka eti ndio uanze kupanga kwamba hiki kikae hapa hiki. Wewe unatakiwa ukifika usmart nitaonyesha kwamba mbona hiki kitu hakijatoka hapa kina miaka 10. Umeona hakijatolewa, shika toa alafu sema kwa nini hivi. Unajua maneno vitendo ni vizuri zaidi kuliko maneno. Shika kafanya alafu mimi amefanya kwa hiyo nilikosea. Unaelewa? Sasa turudi kwenye hali ya hawa mafundi. Kwamba ninasema kwamba mtu unaweza kukuta ana chumba kikubwa kweli. Na wewe ukaja pale ukaona kabisa kwamba huyu kwa nini yeye si angeweka hapa hii akaweka hapa. Lakini yeye ameona pale alichokifanya ni sahihi. Umeelewa?
Kwa hiyo alihitaji tu kumlipa mtu aje amdesignie sehemu, labda hapa mwekee kabati, hapa mwekee nini, hapa mwekee nini, vitu kama hivyo. Then ungefika wewe kwa okay, bwana ni pazuri, ila pazuri Kidogo lakini pazuri. Umejitahidi sana fundi, kwa sababu alitoa pesa. Kwa pesa ndio kila kitu. Sio kila kitu. Pesa sio kila kitu wewe. Ila Sio kila kitu. pesa inarahisisha kila kitu. Hapana. Kwa mfano, inarahisisha kila kitu. Tufanye kwa mfano, kuna mshikaji alikuwa na hela. Hiyo ya ukweli basi. Isije ikawa ya uongo. Mfano, sio uongo. Yaani nilivyosema pesa ni kila kitu. Mimi nimekataa. Hapana, kwa mfano. Tena kama nyewe wanawake sio kila kitu. Sikiza. Bora sikiza. Mshikaji wangu ana hela kinoma, lakini mke wake anamchiti kwa mshikaji ambapo hakana hela. Yeah. Sasa ni pesa gani? Unataka kusema pesa inarahisisha kila kitu. Hapana, imerahisisha nini hapo? Imerahisisha yule mwanamke ndio maana yuko pale. Imerahisisha nini? Yuko pale. Kwa nini asiondoke akaenda moja kwa moja kwa huyo jamani? Hawezi kuondoka sasa. Kwa sababu gani? Atazua taharuki. Taharuki gani? Anamhurumia huyo jamaa kwa sababu atafanya vibaya. Zile pesa kule ambazo zinamlazimisha yeye aje kwenda huko. Unaelewa? Pesa sio kila kitu. Pesa inarahisisha kila kitu. Pesa hairahisisha kila kitu. Pesa ukibana kujisaidia hapo. Hapo mambo yanatoka. Lazima utumie pesa kwenda kufanyaje? Unadhani pesa sio kila kitu? Sema watu sasa hivi tunaabudu pesa. Lakini sio kila kitu. Wengine wakasema pesa ni sabuni ya roho. Wazee wetu waliishi bila pesa na waliishi vizuri. Waliishi bila pesa. Walikuwa wanaishi walikuwa wanaishi goods to goods. Si wanabadilishana, huyu amelima wele, huyu ana nini. Basi ndio tunarejea hapo kwenye pesa, ndio kila kitu. Zamani ni zamani, sasa hivi ni hata sasa hivi yale tu. Wewe umekulia mjini, nenda kijijini uone. Nenda kijijini ama ndio utakuja kugundua kama pesa sio kila kitu. Inarahisisha. Au nielewe. Inarahisisha nini? Inarahisisha kila kitu. Inarahisisha nini? Sio kila kitu. Yaani pesa sio kila kitu. Ila pesa inarahisisha kila kitu. Kila kitu. Ndio. Nisikilize, labda ungeweza kusema ukiwa na pesa utapata unafuu wa kuweza kufanya jambo kwa wakati. Nisikilize, sio kwamba ukiwa na pesa utaweza kufanya kila kitu. Kuna vitu vingine hata ukiwa na pesa. Kwa mfano kuna mwingine unaweza kaenda, labda unasema unataka kitu fulani, ukasema labda muonge akupe hicho kitu. Akakataa. Unajua nyinyi akakataa, akakwambia tu. Unajua nyinyi mnielewe. Mimi sijasema pesa ni kila kitu. Sawa, hata hiyo kurahisisha kila kitu ndio tunatupa hapo. Inarahisisha. Nisikilize, mimi nishawahi kwenda sehemu kwenda sehemu kuomba tenda. Umeona? Nikamwambia bana, hii tenda ikitiki tu. Nitakupa hela. Wewe sema nipe shilingi ngapi ambayo utaona itafaa. Umeona? Jamaa akakataa. Umeelewa? Na jamaa aliyekataa sio kwamba ana hela sana, na ukiangalia ile hela ile nani ilikuwa ni hela ndefu, na akaniambia, "Oya mwanangu, sikiliza, njoo nikusaidie kitu kimoja." Akaniambia, "Ngoja nikwambie kitu kimoja." Sawa. Sio kila sehemu unatanguliza maslahi. Hebu jaribu kuangalia pia utu. Jaribu kuangalia pia. Ungeweza tu kuongea na mimi, bana, mimi kazi nitafanya vizuri, ukajielezea wewe utawezaje kudeliver kazi kwa wakati, unaweza kwa kasi na nini, ubora, yani ukajaribu kutengeneza sifa ya kile kitu ambacho kwamba mimi nikikupa hii kazi utaweza kunitengenezea kazi, yani imani ambayo nitaiweka kwako utaweza kudeliver kazi kwa wakati. Kwa hiyo bila kutanguliza pesa nikakosa kazi kwa sababu nimeweka pesa mbele. Right, kama ningeweka weledi, sawa, weledi wa kazi unasemaje, ile kazi nilikuwa napiga na hela yote ningeweka mfukoni. Na hiyo ambayo unasema wewe inarahisisha kila kitu ni kwamba unakuta watu wengi ambao unakuta unawafuata mara nyingi unakuta wana matatizo yao. Sawa. Na hayo matatizo yao wao inabidi wayatatue kwa pesa. Sawa. Kwa hiyo ukimfuata mtu unamwambia nitakupa kiasi fulani,
anahisi kina solve matatizo yake. Kitaenda kusolve matatizo yake kwa sababu kwani asikubali. Hata kama ningekuwa ni mimi ningekubalia. Na unakubali. Niko kwenye engo ambayo sina namna. Chochote kitakachokuja mbele yangu nikaona ni msaada natumia. Kwa mfano subiri. Kwa mfano uko ndani mwenyewe. Majambazi hawa hapo. Sawa? Majambazi hawa. Kwa hiyo chochote ukaona majambazi wako pale na nini wameshika bunduki, umeelewa? Kwa hiyo chochote utakachokiona pale unahisi ni msaada kwako, utaweza kukitumia. Ndio hiyo kwamba uko kwenye engo ambayo mtu amekuletea pesa na una shida ya pesa, shida ya hela. Unajua nini nataka kuzungumza? Huyo fundi anakuwa jeraha, hana pesa. Si unanielewa? Yaani tunaweza tukazungumzia pia sababu nyingine ni kipato. Hapana. Nisikilize nimalize alafu tutamaliza. Hana labda haingizi pesa ambayo inaweza ikambadilisha yeye pamoja na mazingira yake. Ndio maana unakuta watu ambao dunia inawafahamu ni watu wenye pesa zao, wametumia pesa ili kufanyaje? Kutambulika na watu. Unaelewa? Dunia inawafahamu pia maskini. Ndio maana wanatajwa. Inawafahamu lakini haiwaoni. Inawafahamu lakini haiwaoni. Kwani hao wenye pesa wanaenda kusaidia kina nani? Hao wenye pesa wanawasaidia maskini. Sawa, umeona? Kwa hiyo vitu ngoja ni issue ya kuwa smart. Not about money, sio kuhusu hela. Ni mtu mwenyewe. Kwa sababu kwa mfano unaweza kuwa na kinguo cha buku, kiswali cha buku, t-shirt cha jero, labda na kikofia cha 200. Ukavinyosha vizuri, ukachukua na visendo vyako vya jero hapo chini, ukavaa na ukaonekana smart. Mtu anakuongea, "Hai kaka, mambo." Yaani unaongea very calm. Hata kama una rasta umezitengeneza vizuri, umeenda kwa mjomba wako amezitengeneza vizuri, umekuwa ka gentleman, unaelewa? So unakuwa unakuwa so yes. Nataka na mimi nifanye mwana. Kwa hiyo umeona, sio kuhusu hela, ni kuhusu wewe mwenyewe unajipangiliaje, umeelewa? Na kuwa smart sio lazima uwe kwenye sehemu kubwa au uwe na mavitu au uwe na nini, umeelewa? Unaweza kuwa smart kutoka hapo ulipo. Hicho ulicho nacho unaweza kukitengeneza kwa smart. Kuna mtu anakosa jero kweli kwenda kunyoa. Kwa mfano kama mafundi wanaingiza hela kila siku. Sio wote sasa na kweli sio wote ambao hawako smart. Niko hapo kaanza kusema sio wote, na tunasema pia sio wote ambao wako smart. Kuna watu wako smart. Ndio. Si ndio hivyo? Hao walio smart wenyewe wanafanya nini? Sisi ndio tunasema kidogo chake alichonacho, si ndio? Yeah, sawa, lakini sasa kuna huyo sasa. Hicho kidogo alichonacho. Hicho kidogo alichonacho ndio hicho ambacho kinamsaidia matatizo yake ya nje ya kufanya vitu vingine. Na pia kuna mwingine unakuta anachokipata anagawana na mwingine, lakini pia anaona kuliko kununua nguo, sawa, ni bora anunue chakula, sawa. Kwa hiyo kuna mgawanyo kama huo, lakini hiyo haimlimit yeye kutokuwa smart, sawa. Anaweza akawa amenunua hizo nguo chache na akawa anaweza kuzipangilia vizuri. Kwa ni kwamba tu ni hakuna haja ya kusema sio kwa sababu amekosa pesa, ni mitazamo tu kwamba ilishakuwa hivyo, watu waga hawajui. Sasa ndio mitazamo inatokeaje? Ni ile kwamba kwa sababu mafundi wengi wanafundishwa na mafundi. Sawa. Unamkuta fundi yuko rafu. Umezoea kuishi hivyo. Umekuta naye anaishi hivyo. Unaweza wewe utaenda kuishije? Utaenda kuishi hivyo kama hujitambui, lakini ndio tunasema hivyo. Kwa hiyo kama unajitambua unaweza ukaenda ukabadilika, au wewe pale pia ukawabadilisha wale walioko pale. Si ndio? Inawezekana hivyo. Kwa hiyo ili watu waweze kuifanyaje? Kuitimiza, sawa? Kuitimiza hiyo, sawa? Naelewa umetoka Uingereza juzi. Kwa hiyo jitahidi kuendana na mazingira yetu. Wakitaka kuitimiza hiyo, wafanye nini?
Ni kujitambua tu. Mtu ajue anafanya nini. Yaani kwamba unataka kuniambia paka mtu anaenda kujifunza ufundi ajitambui. Unajua kuna level za kujitambua. Wewe unaweza kujitambua kwamba wewe unaitwa mtu fulani, ni mwanaume, sawa? Utaki kutembea uchi, sawa? Ila mambo mengine umepiga chini. Yaani hizo mambo za kujitambua zinaendelea ni automatic. Pia zinaeji, lakini ukishafikia age ambayo ni ya mtu mzima, inatakiwa utambue kwamba kuna watu wazima na wajitambue. Sasa ndio unachokisemea hicho. Watu wazima ovyo. Lakini wengine wao wanatukana. Kwa hiyo mtu akishajitambua kwamba mimi naenda kufanya labda kazi. Lakini kujitambua naona kama ina nani sana, ni kubwa sana kwa sababu ni moja mtu mpaka aamue kufanya kwamba mimi naishi na fulani, amejitambua ni mtu fulani. Kwa mfano nikupe mfano. Sisi tulikuwa tuna madam mmoja shuleni, sawa? Alikuwa ni mwembamba sana. Sawa. Yeye alitambua mwili wake ni mwembamba. Kwa hiyo hakuwahi kuvaa nguo yote inayoonyesha miguu. Nguo zake zote zilikuwa zinafunika miguu. Nyinyi mnataka kuangalia mguu. Kwa nini? Na kitu cha mguu ndo wembamba wake haonekani au unataka kumaanisha? Yaani wembamba wake haonekani. Unamuona ni mtu mnene yani kwa sababu sisi tulikuwa na kama madam wako. Alikuwa ni kipamba lakini kalikuwa anavaa vimini. Sasa unaona huyu hajitambui. Hapo ndo kanajiamini. Sasa issue ni kwamba nisikilize, wewe naye ngoja tulia kujitambua na kujiamini. Nisikilize, mimi najitambua. Whatever hata nivae nguo inafunika paka nini, bado mimi na visipo. Kwa hiyo haijalishi. Haikupendezi lakini. Kwa hiyo mimi najiamini. Kuna kujiamini, unajua wewe ndivyo ulivyo. Unajua mavazi ya shule ya walimu. Mimi ni mwalimu. Sasa wewe unazungumza na mwalimu kabisa. Na wewe ni designer kabisa. Mimi ni mwalimu kabisa. Kwa hiyo sasa ukitaka kuvaa mavazi, sawa, mavazi ya shule, ya kwenye tuseme shule. Sawa. Bila kutambua wewe mwili wako unatakiwa uvae mavazi gani. Utakuwa unavaa tu eti kwa sababu unajiamini. Haiwezekani. Lazima ujue mimi mwili wangu ni wa aina fulani. Mimi mwembamba sitakiwi kuvaa pants. No, sijasema hivyo. Wewe kama umeona hiyo ni sahihi kwako. Ndio tunasema hiyo ndio confidence ambayo hajapitiliza. Hiyo imepitiliza. Sasa wewe ni mwembamba, sawa? Unavaa kinjunga cha umu. Sawa? Tupaja tuko nje. Sasa kwa nini uvae kinjunga cha hapa? Unajua nini? Nisikilize. Au inakuaje? Nisikilize kwanza. Kuna unaposema kinjunga cha hapa, hapo unakuwa umekosea. Ndio hivyo. Tunapozungumzia hicho. Yaani kinjunga cha hapa, hata kama una mwili sio maadili. Sawa? Wapi waliandika sasa? Nisikilize. Huo ni uhuni tu. Lakini tunazungumza kuvaa pensi sio uhuni. Lakini pensi yoyote ambayo unataka uvae, inatakiwa iwe imeachia. Iko chini ya magoti. Sio huko juu. Sawa? Iwe chini ya magoti. Kwa hiyo hata huyo mwembamba kama ni sketi haitakiwi kuwa huku kimini ambacho kiko juu ya mapaja. Kinatakiwa kiwe chini ya goti kidogo. Sawa? Hata kama mtu ana miguu ni mwembamba, sawa? Hata kwa mfano mimi mwembamba. Kwa hiyo unataka kuniambia mimi sivae pensi. Nikishavaa kipensi cha huku kinaonyesha mapaja, huyo ndo overconfidence. Huyo amejiamini kupitiliza. Kumbe kuna sheria za pensi. Sasa kuna watu sasa wametohoa, wanaita vile vipensi vya uchwara vile. Mtu anavaa kipensi kiko huko. Pensi inatakiwa iwe chini ya magoti. Akikaa tu hivi kwa mfano zinakuwa zimebana bwana hizo. Kwa mfano huyo mtu akivaa kipensi kwa mfano kule kwetu kijijini kuna kuku. Achana na hizo. Mimi siwaelewi kuku zimefanyaje. Hivyo unavyovisemea wewe vimebana. Kwa hiyo haviachi nafasi yoyote. Ayana ukaa kule kijijini. Kwisha. Sikiliza fundi. Pensi inatakiwa iwe chini ya goti, si ndio? Pensi inatakiwa iwe chini ya goti. Ikiwa juu ya goti inaitwaje? Hiyo ni uhuni. Kinjunga. Huo ni uhuni. Kinjunga sio vazi. Huo ni uhuni. Ni vazi lakini hiyo sio kujitambua. Hiyo tuachana hapo. Issue ni kwamba tunazungumzia kujitambua na overconfidence. Overconfidence ndio hiyo sasa unavaa kipensi kiko huko juu.
Ila kujitambua ndio ile kwamba unavaa nguo yako safi hata kama una miguu kama spoke, lakini sasa kama hujiamini, kama hujiamini sio mbaya kuvaa nguo ndefu kuficha vile ulivyo, lakini haimaanishi kwamba ukivaa nguo ndefu ndio utanenepa, utabadilisha muonekano wako. Sio utabadilisha muonekano. Muonekano unakuwa ni ule ule. Na uwezo ukawa hivi muonekano wewe unauchukuliaje? Muonekano ni mtu akiwa mtupu au akiwa amevaa? Muonekano yote. Ni muonekano. Yote. Muonekano unaweza kuwa ukuwa mtupu na muonekano unaweza kuwa nguo umevaa. Hasa sisi tunamaanisha nini? Muonekano ukiwa na nguo au muonekano ukiwa mtupu? Sasa huyu ndo anasemaje kwamba eti hawezi kubadilisha muonekano. Akiwa anamaanisha kwamba akiwa mtupu. Hawezi kubadilisha akiwa mtupu. Ndio hicho tu kwamba. Lakini akivaa yani kwamba wewe ni mwembamba basi tabaki kwa wewe ni mwembamba. Wewe ni mnene tabaki kwa sawa. Lakini akivaa yeye ukimuona pale huwezi jua kwamba ni mwembamba. Unajua bana. Mimi hapo umeelewa? Mpaka yani mtu mgeni huwezi kujua kama ni mwembamba mpaka umsogelee uanze kuona kama wewe siku kwa mfano siku kwa vigodoro. Subiri. Achana vigodoro. Yaani wewe unajua kuona mtu. Nisikize mtu kama twende sasa tuhame huko. Sorry. Mtu kama analo hata kama akivaa dera litaonekana. Sawa. Na mtu kama hana hata kama akivaa dera hana tu. Yani ndio kuna nguo zile ambazo zinawekewa zile na nini? Achana na hizo. Sasa ndio anazovaa. Sasa ukivaa zinatuna. Wewe unajua kukutana na mtu sawa? Zimetuna nini? Unajua kukutana na mtu? Miguu myembamba. Lakini nini? Lakini katuna. Na unaona kabisa kwamba ni kama ni kama foji. Ni kama ile scan ya mtu. Imeandikwa kwa mkono. Anyway, yani tofautisha kwenye tuendelee. Kwa hiyo sasa huyo madam alikuwa yeye anajitambua kuona kwamba mwili wake ni labda Nisikilize kwanza. Nimalize na mimi. Mtu kujitambua ni nini? Sio kuficha, yani sijui nisemeje. Ni mojawapo kati ya kitu, yani mojawapo ya kujitambua ni kuficha vitu ambavyo vinawakera watu. Mwili wangu unaweza kukukera wewe. Watu wanakereka bana. Hata nisikiliza. Mtu hajawahi kupita sema hivi vipi? Umeelewa? Yaani wana stress zake. Sasa ngoja nikwambie kitu. Wewe usiseme hivyo kwamba ngoja. Watu sasa hivi wana stress. Haijalishi utafanya nini, wata crash. Kwa mimi nilichokuwa nakiona sana ni hiki hapa hapa. Wewe jaribu kuvaa stara, yani nguo yote. Haijalishi wewe uko kwenye. Sasa ndio stara alizokuwa anavaa nika miguu. Aachi wazi miguu hapa, miguu sio nini, sio uchi. Sawa nini kumwona kwa wengine. Achana na dini, tuko kiserikali. Sawa, anavaa mpaka chini. Miguu sio uchi. Unaweza kuvaa sketi yako nzuri, imekushape, imeendana na wewe ulivyo. Hata kama wewe ni haka, ni kembamba kiasi gani. Kwa hiyo nataka kuniambia baba wote wavae manguo makubwa ili hapana. Swala ni kujiamini. Usikae uchi. Nisikize. Usikae uchi. Tukirudi kwenye swala la mafundi. Sawa. Tulikuwa tunazungumzia kutokujielewa. Sawa. Kwa hiyo nataka kuniambia kwamba wanatakiwa wajiamini. Kwa hiyo akijiamini anaweza kavaa vyovyote. Akavaa vyovyote lakini smart. No, akavaa vyovyote ambapo wewe ndio unaona sio smart. Nisikize hichi. Yaani kwanza niseme smart. Akavaa vyovyote ukaona kwamba hajavaa vizuri, hajipenda. Ndio anajiamini, anasema yaani hapa ninapendeza. Tumesemaje bwana? Kujitambua na kuna kujiamini. Umeshasikia? Mtu akisha wewe kujitambua ni aje? Kujitambua ni kujitambua ni kujitambua ni kuishi kwenye jamii yako
bila kumkwaza mtu. Hiyo definition nimependa. Kwanza Google from where sijui. Kujitambua bwana, sawa? Kujitambua, sawa. Yaani wewe unatakiwa ujue ni nani. Kwenye unachukuliwa kama nani. Utakiwa kufanya nini? Wakati gani? Utakiwa kufanya nini kwa nini? Umeelewa? Kwa sababu wewe ni nani? Wewe unajitambua ni mtu fulani. Sawa? Kwa mfano tuchukulie vitu issues za nani za vyeo. Sawa? Mtu labda ni mbunge. Uweze kumkuta yuko pale kantini anakula. Kwenye hiyo kantini ya Uswahilini anakula. Hapana, kwa sababu gani? Hadhi yake hawezi kuweka pale. Anaweza kula pale. Lakini hadhi yake inabidi aende ale sehemu ambazo atakutana na watu ambao wanaweza kuwa sawa na hadhi yake. Anajitambua kwamba yeye ana nafasi fulani kwenye jamii. Hiyo sio kujitambua. Hiyo ni status. Sawa, ni moja wapo kwa sababu hayo ni mambo unayasema ni sifa. Hizo ni sifa sasa unasema. Kwa sababu mimi nikijitambua kwa mfano kama mimi, labda niseme kwamba labda siwezi kujichanganya na watu fulani. Sawa? Kile kitendo sasa ndio tunakiita status. Kile kitendo ambacho tunafanya. Lakini ushajitambua kwamba wewe ni mtu fulani. Sawa? Huko ndio kujitambua. Huwezi kusema kwamba eti wewe tuseme ni nani? Tuseme nitolee nani? Sijui nitolee nani. Nitolee hata mimi. Alafu nikufananisha na nini? Unifananisha na nini? Yaani huwezi kukaa wapi? Yaani tumeelewa. Mimi unajua kufanya nini? Mimi unajua kabisa huwezi kunikuta kitambaa cheupe niko juu ya meza eti na madesigner wengi ndio wanakuwa wananing'inia. Achana hao sasa. Mimi sasa huwezi kunikuta eti labda niko sasa na ning'inia au niko sehemu. Kwa nini uende? Kama nahitaji kileo au kama nahitaji pombe. Nitanunua zangu. Huko ndiko umejitambua nyumbani. Sawa. Lakini tukizungumzia kwa swala la sifa, una maintain status yako kwamba hutaki wewe uonekane sehemu fulani kwa sababu hujawahi kuonekana huko. Sio, umeelewa? Hiyo bado tunasema ni status. Lakini ile nani unavyoamua wewe kufanya vitu ndio umejitambua kwamba mimi siwezi kufanya hicho. Kwa fundi anatakiwa sasa. Mimi siwezi kufanya hicho. Ukiona yani ile mnaosema mimi siwezi kufanya hicho. Mimi siwezi kufanya hiki. Mimi siwezi kufanya. Hiyo ndio kujitambua yenyewe. Nimekuelewa. Sasa fundi anatakiwa ajitambue. Yes, ndio kwa hiyo. Kama fundi anatakiwa ajitambue kwamba wewe ni fundi. Unaye wasababisha watu wanakuwa smart, unaowapendezesha watu. Sawa. Kwa hiyo wewe ni kiungo, ni chachu ya hawa watu kupendeza. Kwa sasa ili waendelee kupendeza, anza kwanza wewe. Tuone mfano kwako. Sasa tukishaona mfano kwako, afu sisi sasa tunaanza yule anapendeza vibaya, ngoja nikashone kwake. Yaani through kupendeza wewe unaweza kuwapatia watu wengine kuja kupendeza. Tukirudi hata kwenye dini. Yes. Kwenye dini. Sawa. Inabidi ufanye matendo mazuri ili washawishi watu wengine waone hiyo dini, waone ile dini ambayo unaiabudu. Kwamba tutachimba sana. Turudi kwako kwanza. Hayo ilikuwa just chimbe sana, maana wewe unachimba sana. Wewe unapenda kuchimba alafu. Hapana, sio kweli. Kwa kama unasema kama unashona mimi nachimba nini? Madini. Kwa kama unashona nini? Unashona suti inabidi na uvae suti kwa kuwashawishi watu. No, hapana, sio hivyo. Sasa nazungumzia. Sasa unataka kuniambia kama fundi wewe ni mimi ni fundi. Inabidi uvae vizuri ili kwa mfano mimi nashona nguo za kike mashera. Inabidi nivae mashera. Utamotivate watu sasa hadi waseme anavaa vizuri. Wewe unapendeza tu. Unapendeza wewe kwenye upendezaji wako. Mimi siwezi kuvaa tena shera dada. Na unaweza ukavaa, mbona wengine wanavaa? Hapo unaenda wapi? Fashion zenyewe hizo. Sasa fashion inakuwa sehemu fulani. Sasa tukienda kwenye fashion hapo umeenda sehemu nyingine. Fashion unaweza kuvaa chochote. Na ukaamua kusema hii ni fashion yangu nimetengeneza. Kwa hiyo hiyo tuiache. Hiyo sasa kujitambua ndio hiyo kwamba unatakiwa ujijue wewe ni fundi. Umeelewa? Ukishajijua wewe ni fundi, tengeneza mazingira ya watu kujua wewe ni nani kwenye saiko yako. Na uache, yani mtu aache mitazamo ile sasa ya kizamani na watu waache mitazamo ile ya kizamani kwamba ufundi bana ni wa watu ambao wameshindwa maisha. Hiyo hapana. Mimi naikataa. Kwa sababu kwa nini naikataa? Mimi nimeacha kazi ya ualimu serikalini.
na PhD zako kabisa. Yani mimi nimesoma yani nimesoma mpaka niembwa jasho. Umesoma dini? Hadi mbwa zangu zote zikasoma. Mbwa zangu. Yani na check na mpaka vya mbwa. Diploma, degree, kila kitu za walimu. Yes. Lakini bado ukaamua. Lakini bado nikaamua nije nitengeneze. Ila ni namna tu ambavyo wewe ukishajitambua kaweza kusema kwamba hii kazi hii nataka inipe heshima. Yes. Na kweli itakupa heshima na kweli utatambulika wewe ni nani. Kwa hiyo ndugu zangu, tujitambue. Mafundi tumesemwa hatujipendi na hatupendi mazingira yetu ya kazi. Ni kweli kabisa. Sawa. Fundi, kwanza unaposikiliza hii video, kuanzia leo ukiamka zako oga vizuri, una madevu yatengeneze vizuri, una nywele nyoa vizuri. Kula zako hata kama ni hata kama ni pensi, tafuta sendo yako kali, uma hapo, afu ongea kistaarabu, usiongee oi ni aje mzee. Mamizigo mle ofisini kwako yapangilia vizuri. Mengine choma. Mengine nguo zipo nyingi, weka system moja kwamba baada ya miezi 6 kama mteja wako hajaja kuchukua nguo, hiyo nguo atailipia kwa muda ambao utakaa nayo kila siku, itakuwa labda 500. Kwa hiyo watu ili kuepusha mizigo unakuta iseni hatari. Afu kitu kingine ni tusidharau kazi yote ya skills, kwa sababu skills sasa hivi ni kitu ambacho kinapiganiwa sana hata duniani kote. Ndio maana sisi tuliobahatika kufika China, ukifika China watoto wadogo wanafundishwa skills sana. Watoto wadogo wanafundishwa skills. Mimi nilishangaa sana yule mtoto kule China hivi. Umeona? Yaani hadi tukashawishika, tukasema baki huko au tu. Ni hatari. Tukarudi tukasema ngoja tukawape vitu. Kuna watu kule lakini ndio hivyo. Tushajitambua, tukawa smart, na sisi tutaenda kubadilisha vizazi. Generation nyingine itakuwa anasema yes, wewe mwanangu wewe soma mpaka form 4 ndio ujinga, ukishamaliza njoo hapa kwenye ufundi tuendelee kupiga maisha kwenye kazi. That is ni kitu cha kujisifia actually, kwa sababu of course umesoma ngoja nikwambie kitu kimoja. Yaani mimi kwenye hii kazi najifeel proud kwa sababu wakati Adam na Hawa wameasi, kitu cha kwanza kufanya walishona nguo kwa mikono yao. Kwa hiyo ni kitu fundi, ni kitu cha kujivunia. Kulikuwa hakuna walimu, hakuna nini. Kwa tuseme Adam alianzisha ufundi. Hakuna nini. Hata hajaanza kulima, yani walijifunika kwanza. Umeona, walifikiria tembea ni magome ya miti. Nao ni sasa uliona wapi? Kufunika na nini sasa? Hizo ngumu niliziona wapi? Inasemwa hiyo. Ndio maana nasema. Sasa hawakusema ni nini? Sasa tuseme sisi alijifunika tunajui. Ila chochote. Lakini unasadikije kitu ambacho huna yaani hujakiona, huna kana. Sasa hapo ni kitu mbaya sana. Ukianza magome au migomba. Achana nayo. Migomba hivyo. Sisi tunajua ni nguo alijifunika. Kwa sababu mtu hawezi kujifunika na ngome. Mbona unasema watu kwa basi gome? Basi gome. Sawa. Kwa sababu nguo hazikuwepo. Au migomba tu tuseme. Sawa. Fanya ni migomba. Napenda ndizi sana. Haupende ndizi? Nahisi ni magome. Ndizi Bukoba uzipendi? Mimi napenda mshale. Ndizi mshale ndio zile zinakuwa zimepinda. Ndizi mshale ndefu hapo zimeiva. Sawa. Kwa hiyo Okay. So kwa tunamaliza kwa kusema kwamba mafundi wanatakiwa kufanyaje? Wajitambue. Acha mitazamo ya kizamani. Tengeneza kazi yako, wa motivate yaani hata vizazi vingine sasa vinavyokuja, yaani ili waweze kuona kwamba ufundi ni kitu ambacho
yani bila ufundi wewe utoboi sasa. Tuseme hivyo, si ndio? Tuseme yani bila ufundi kwamba kama ameshaingia kwenye hiyo kama amedhamiria kwamba mimi ufundi wangu ndio tobo langu. Kweli anatakiwa ahakikishe afanye hivyo, liwe tobo lake. Yes, liwe tobo lake. Ulikuwa na host wako Umi pamoja na fundi ni mmoja tu, Iman Casual. Yes. CG 60. Bye.